Kuna swali moja ambalo linawasumbua zaidi watu wenye vipaji kuliko watu wanaokosa uwezo. Kwa nini mtu anayejua njia anashindwa kutembea? Nairobi, saa 11 kasoro dakika 13 asubuhi. Mtu mmoja anaitwa Kamau anaamka kabla ya saa yake kulia. Macho bado yamefumwa, lakini orodha tayari inasogea ndani ya akili yake. Wazo la biashara alilolitupilia mbali miaka 2 iliyopita. Mazungumzo ya ushirikiano na binamu yake ambayo bado hayajatokea. Kozi aliyoipakulia miezi 6 iliyopita ambayo haijawahi kufunguliwa hata siku moja. Na daftari jipya bado kwenye mfuko wake wa plastic likilala kwenye rafu kando ya kitanda chake. Kamau si mvivi. Hilo ni jambo la msingi sana kuelewa. Katika kampuni ya bima huko Westlands, yeye ni miongoni mwa akili kali zaidi ofisini. Anapoongea kuhusu mawazo yake, moto wake unawasha. Kila anayemsikiliza anaamini kweli kwamba mabadiliko yanakuja. Lakini kila jioni, jambo moja linafanyika bila kushindwa. Anapanda matatu, akitazama jiji linalopigwa na giza la machwevo juu ya barabara ya Ngong, na anajipa ahadi kwa sauti ya chini ile ile. Kesho nitaanza. Pesa zikiwa nyingi kidogo, muda ukiwa mwingi kidogo, nikisikia niko tayari. Na kesho inakuja. Kesho inakuwa leo. Leo inakuwa jioni nyingine. Hii imekuwa hivyo kwa miaka 2. Sasa nakuuliza swali ambalo linaweza kukusumbua kidogo. Je, Kamau ni mgeni kwako? Kichubu cha kipengizi cha kivinjari kimekuwa wazi kwa wiki 3, daftari ulilonunua lakini ambalo bado hujawahi kuandika nalo neno moja, sauti ile inayosema kwa upole, bado si wakati. Kamau unamjua. Umemwona kwenye kioo chako. Basi hii ni nini hasa? Ugonjwa huu unaowapiga watu wenye akili, wenye vipaji na hamasa ya kweli ya ndani unaitwa nini? Katika miaka ya 1840, mwanafalsafa mdeni mmoja aligombana na swali hili kwa uzito mkubwa. Jina lake Soren Kierkegaard. Na yeye halikuita hili kuchelewa. Neno hilo ni dogo mno, ni la kimatibabu mno, linatusamehe haraka mno. Kierkegaard aliliita kukata tamaa. Lakini si kukata tamaa ya mtu aliyepoteza kila kitu, bali kukata tamaa ya mtu ambaye ana kila kitu, uwezekano, vipaji, maono, na ambaye mzigo wa mambo hayo hasa ndio unaomkandamiza. Aliliita kukata tamaa ya uwezekano. Kuna methali inayosema akili ni nywele, kila mtu ana zake. Lakini Kierkegaard angeongeza maneno haya: akili bila hatua ni kama nywele bila kichwa cha kuiota, haina mahali pa kukaa. Katika falsafa yake, Kierkegaard alisema nafsi ya binadamu, nafsi kwa maana yake ya kina kabisa, inaishi katika mvutano kati ya nguvu mbili, ulazima na uwezekano. Ulazima ni wa sasa hivi, majukumu, vizuizi halisi, uhalisia wa maisha ya kila siku. Uwezekano ni kile ambacho bado hakijazaliwa, mustakabali wote ambao bado unawazi. Maisha yenye afya yanahitaji vyote. Ulazima unakushika ardhini, uwezekano unakupeleka juu. Lakini uwezekano ukiwa mkubwa mno, mtu anapofurika kwa ulevi wa kile anachoweza kuwa, na anapokukataa kupunguza chaguzi zake zote hadi uamuzi maalum, nafsi yake inaanza kuzama. Kwa sababu uwezekano ukiachwa bila hatua si uhuru, ni gereza linalokuta zisizoonekana. Kamau anasema kesho, kila siku. Anafanya nini hasa ndani ya nafsi yake? Hapumziki. Anaacha kila mlango uwe wazi wakati huo huo, kwa sababu kufunga mlango moja, hata ili kupita mlango mwingine, kunahisi kama kupoteza kitu cha thamani. Akianzisha biashara, anaweza kushindwa. Akituma barua emaili, anaweza kukataliwa. Akifungua kozi, anaweza kugundua kwamba hawezi kukamilisha. Bado hajaanza, kwa hiyo bado ni mtu wenye uwezekano usio na mipaka. Atakapokuanza, atakuwa mtu wenye matokeo. Kierkegaard alisema, nafsi inayoishi katika uwezekano tu inapunguza uzito wake polepole hadi itengane na uhalisia, hadi ipotee katika ubabu wa siku moja. Je, unajijua katika maneno haya? Watu hawa hawataki kutoishi, wanasubiri kuishi, na hawagundui kwamba kusubiri pia ni chaguo ambalo linawakula kutoka ndani. Lakini Kierkegaard hakusimama kwenye utambuzi tu. Alisema kitu kingine, kitu cha ajabu zaidi, cha changamoto zaidi, kitu ambacho kitakufanya upige kelele au kukubadilisha.
kati yake hakuna. Alisema, wasiwasi si tatizo linalotatuliwa. Wasiwasi ni kizunguzungu cha uhuru. Fikiria hivi, unasimama ukingoni wa jabali, unatazama juu, unapata kizunguzungu. Si kwa sababu unajua utaanga, bali kwa sababu unajua unaweza kuruka. Uwazi huo, uwezekano usio na mwisho wa wakati huo, ndio unaozungusha kichwa chako. Kierkegaard anasema, hasa hili ndicho tunalolisikia tukisimama mlango wa mwanzo mpya. Wasiwasi hakukuambia hujawa tayari. Wasiwasi ni ushahidi kwamba una uhuru. Ni hisia ya mustakabali wazi unaokupiga na kukualika. Na hii inamaanisha nini kwa vitendo? Kama unagojea wasiwasi uondoke, kama unachelewa kuanza hadi uhisi uko tayari, utasubiri milele. Kwa sababu wasiwasi si dalili ya kutokuwa tayari, ni hisia ya kusimama mwanzo wa kitu cha kweli. Tumbo ya Kamau inapinduka anapofikiri kuhusu barua emaili. Koo lake linafungana anapofikiri kwamba anaweza kweli kuanzisha hilo. Kierkegaard angesema, uhuru unagonga mlango. Hiyo ndiyo sauti ya maisha yakikualika ndani. Na hapa Kierkegaard analeta dhana inayopingana na kila kitu, dhana ambayo ni mhili wa kila alichoandika: kuruka kwa imani, kuruka kwa imani. Si kuruka kwa upuuzi, si kuruka kwa ujinga, bali kuruka la husani, la ujasiri kamili, kuelekea kwa hatua bila dhamana ya neti ya usalama. Kierkegaard anasema, hakuna daraja la mantiki kati ya ulipo na unapotaka kuwa. Akili haikupeleki huko, uchanduzi haupeleki, kupanga zaidi haupeleki. Hatimaye hatua moja tu inabaki: kuruka. Hatua inayochukuliwa bila kuhisi tayari, bila hali kamili, bila hofu kuisha. Kwa sababu hofu haiishi, unaruka kupitia hofu. Methali inasema, haba na haba hujaza kibaba. Kierkegaard angeongeza, lakini haba hiyo ya kwanza ina lazima kufanyika, haiwezi kusubiri. Tuishushe falsafa mitaani. Nairobi, Kamau, wewe. Kierkegaard anataka nini kwa vitendo? Si kesho, usiku huu. Kazi ya kwanza, chukua kitu moja ambacho umekiahirisha muda mrefu zaidi na kipise hadi hatua ndogo iwezekanayo kiafazi. Si mpango mkamilifu, si mkakati wa miaka 5, harakati ya kwanza kimwili. Kwa Kamau, hii ni kufungua kompyuta yake na kuandika kichwa cha kiba cha barua emaili. Hiyo tu, hakuna kingine. Kwa sababu tafiti za kisaikolojia, falsafa na kila mtu aliyevunja mzunguko wa miaka 2 wa kusimama wanasema kitu moja: kuanza kunabadilisha kila kitu. Nafsi inayosogea ni tofauti ya kimsingi na nafsi inayosubiri. Ukitoa hatua ya kwanza, huwezi tena kusema hujawahi kuanza. Tayari umeanza, na mtu huyo ana kasi ambayo mtu anayosubiri hawezi kuifikia. Kazi ya pili, mara nyingine wasiwasi utakapopanda kifuani kwako, unapofikiri kuhusu moja ya malengo yako, usikimbie, usibadilishe kuwa kipindi chingine cha kupanga. Kaa naye sekunde 60, mpe jina, sema kwa sauti ukitaka, hii ni kizunguzungu cha uhuru, hii ni hisia ya kusimama mwanzo wa kitu cha kweli. Kisha jiulize swali moja, si je, niko tayari? Swali hilo daima linajibu hapana. Uliza hivi badala yake, je, kuruka hili linastahili? Kama jibu ni ndio, tayari unajua unachohitaji kufanya. Kamau anajua, amekuwa akijua siku zote. Swali halikuwa kuhusu maarifa, halikuwa kuhusu mkakati, halikuwa kuhusu muda au pesa au hali nzuri. Swali lilikuwa kuhusu kuruka. Na kuruka halifikiwi kwa maarifa tu, linafanyika tu. Basi fanya, si kesho, si hali zitakapokuwa kamili, sasa hivi, katika mwanda huu usio na starehe, usio kamilifu, wenye wasiwasi bali hai, katika mwanda huu ambapo maisha yanakungoja. Kama methali inavyosema, usiku huu ndiyo kesho ya jana. Wakati ni sasa hivi, na wewe unajua njia. Kama mazungumzo haya yamekugusa, kama umejiona katika hadithi ya Kamau, bonyeza kitufe cha kujisubscribe kwenye channel hii sasa hivi. Kila siku tunaendelea kuchambua falsafa, saikolojia na mawazo yanayobadilisha mtazamo wa maisha kwa lugha ya Kiswahili sanifu, kwa undani, kwa nia ya kweli. Jisubscribe, gonga kengele, uwe pamoja nasi katika mazungumzo haya, kwa sababu akili inayotafuta hailali, na channel hii ni mahali pake.